Makerebwe. Nini hiyo? Mfalme, hapana kuna shaka eneo hili. Hii ndio moja ya ulinzi wetu wa kijiji cha Intaroro. Hivi unataka kutuua? Hapana mfalme wetu. Unasema? Hii ni moja ya himaya yetu na huu ndio ulinzi wetu. Ukiona hivi tunakaribia kufika. Hawezi kutudhuru yule. Huu ndio ulinzi wetu na huu ndio usalama wetu. Kijiji cha Intaroro kipo salama. Hivi tuko salama? Ondoa shaka. Mimi naogopa mzee Simba, naogopa Mungu. Basi tulia. Kuwa na amani Malkia. Hii ni sehemu salama. Haingii. Hivi hawezi kutudhuru. Hao ndio walinzi wa himaya. Ni walinzi wa Intaroro. Twendeni. Mimi naogopa. Wenyewe. Kuja. Karibu. Asante. Hivi wewe umeondoka kule Mayani, mimi toka atanipikia nani? Chakula kupikia nani? Yaani mimi siwezi kurudi tena kule. Wewe nenda kajipikie mwenyewe. Siwezi kurudi mpaka mfalme mzee Simba ataporudi. Wewe ndo kijakazi. Kupika unajua wewe ndo unapika. Togwa wewe ndo unatengeneza. Sasa mimi unafikiri hivyo vitu vyote atanifanyia nani? Siwezi kurudi kule mpaka mfalme mzee Simba ataporudi pale na mimi ndo nitarudi. Lengo lako kambaki, si ndio? Afwe. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Sikiliza nikwambie wewe moyo. Leo hapa atoki mtu. Sijui umeelewa? Nene mama. Nene mama. Wewe nene mama. Wewe tunaitaka mingo yetu yenye amani. Tunataka mingo yetu yenye furaha. Nisikize kitu kimoja wewe. Haya maneno hayakuhusu. Niachie mtu wangu niondoke naye. Mimi kule atanipikia nani? Togo atanitengenezea nani? Lengo lako kambaki. Lengo lako kambaki. Sikiliza nikwambie wewe Tahiri. Hapa atoki mtu. Sijui umenisikia? Wewe tondoka. Nisiendi kupata Simba, niachie. Hivyo wewe unajua kabisa pale umeajiriwa. Mimi nabaki na nani? Wewe nenda kakae mwenyewe, mimi kule Mtoto kanipikia chakula. Siendi. Mtoto kanipikia chakula bwana. Siendi, wewe wewe. Hebu mwachie. Simba niachie, siendi kupate. Achie. Wewe. Simba niachie, siendi kupate, nimekwambia. Wewe. Hebu mwache. Mwache. Unaenda wewe. Unaenda wewe. Siendi kupate. Wakundenge. Tawile. Falme. Hii ndio jamaa yetu. Na huyu ndiye mtabibu wetu mkuu. Kule ulikoniagiza kumsindikiza yule mdada Makunda. Na huyu ndiye mfalme wake. Huyu ni malikia wao. Anaitwa Chaurembo, anaitwa Mfalme Simba. Wana matatizo. Najua. Nifuateni.
Mnatonesha. Pole sana mfalme. Naona mioyo yenu inavuja machozi ya damu. Furaha kwenu ni ndogo sana. Na hii sio mara ya kwanza. Awamu ya kwanza imetokea, watu wakawa mabubu, wakabeba mimba zisizoeleweka na mengine kibao, ikiwemo mwanangu. Hivi anafanyaje mpaka umekuwa hiyo? Mimi mwenyewe kwa kusema kweli jinsi ilivyokuwa sikuelewa, lakini nilipofika pale katika kile kijiji alinifanyia matambiko. Baada ya matambiko akawa ilipofika usiku akawa amenipa kijiti nikakitia mdomoni. Baada ya hapo nikaa nimelala. Asubuhi mimi nimeamka naongea. Ndio ilipokuwa. Na hata kile kijiti chenyewe kusema kweli hata sijajua hata jinsi kilivyopotea. Mimi nimeamka tu nimejikuta hivyo. Kwa hata mimi nawezekana nikapona hii hali yangu. Inategemea, sijajua. Inategemea na tatizo lenyewe lilokuwa nalo. Kwa sijajua. Chaka. No. Agwe. Binamu. Uko hapo? Yaani leo kunya sieleweki. Yaani kwani za leo mbaya kweli. Unajua nini binamu? Watakata sana miti. Binamu nisikilize basi. Niambie. Unajua nini? Yule nani? Ndumbagwe. Yule anaitwa nani? Makunda. Kipindi kile alikuwa ananichukia kipindi nimetengo mimi. Alikuwa ananichukia hatari. Lakini na yeye sasa hivi nimekutana naye. Mzimu. Haya yote mkeo Malkia anayafahamu chanzo chake. Miaka kadhaa iliyopita mkeo alimuua baba yake ambaye alikuwa mfalme wa awali kwa kigezo cha tamaa ya madaraka ya kuongoza tawala yenu. Hivyo basi hicho ni kisasi cha mizimu inahukumu kwa kumwaga laana, maana imekasirika sana. Wewe umefuata nini hapa kwangu? Hamna, sijaje kwa ubaya. Ni mazungumzo tu nilikuwa nazungumza naye. Hana shida huyu. Tulikuwa tunapiga tu story, mbona za kawaida tu. Hamna shida Mungu. Litimba, umefuata nini hapa kwangu? Nakuda mke wangu hapa katikati kipindi ya upi amefanya mambo ya kishenzi sana hapa. Sasa sitaki kuona hapa kwangu. Naomba ondoka. Litimba, ondoka. Naona tuelewani. Wewe mtoto pendeza na Kwanza ulinichosha. Mimi naenda kumtafuta mwanangu. Mmeniletea habari za mzimu. Kwanza ulinichosha tu unaniambia mzimu. Lakini sifa mbaya ni yoyote ile ambayo inakufanya watu wote wakupende. Hapo tu alijulikana kama hapa. Lakini mwisho wa siku kaja kuonekana kila mtu anamgeuzia kitu. Akimwona kelele. Mwanangu mwenyewe ndio hivyo tena. Malipo ya ubaya ni ubaya. Yaani ilikuwa na mchezo.
Mimi naona kuni hata zielewe. Kwa nini tuondoke? Twende kwenye ile podi la kule bwana. Mimi huku mimi alimuua babake. Na hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza yalikuwa matukio ya mazingazi. Mara ya kwanza kwa ni adhabu ya huyu binti. Na awamu hii naona mbele kuna damu nyingi sana itamwagika. Kwani inavyoonekana aliyoshikilia umsinga ni mchafu. Yaani namaanisha ni wewe hapo mfalme. Unamaanisha nini wewe? Mungu, lakini nimekaa naye tu sio kwa ubaya. Makunda, wana Mingoye wote wanamfahamu Litimba vizuri sana. Litimba kama mshenzi, mtukutu na mjinga. Litimba alinikamata mimi na akanipiga bila sababu yoyote. Alafu jambo lingine, alitaka kumbaka dada yangu. Alafu cha mwisho zaidi, alimbaka mke wa Dumba. Kumbe mkaka ni tabia mbaya sana hivi. Sasa kwa hivi usiruhusu tena akanyage hapa. Sawa Mungu, nimekuelewa, sitomruhusu tena. Sasa Mungu, lakini punguza basi hasira hizo. Mungu. Mimi sielewi. Kabisa mimi siendi kwenye ile pole. Mimi hapa mama wangu nimemwacha huko hata sielewi. Wewe nawe yani toka umeolewa mume. Tulianza sisi. Ondokeni. Mimi naona mama izikuni ubebe wewe. Cha uvivu. Ila kwenye umbea ungekuwa wa kwanza. Ila kubeba kuni mimi nimechoka. Sio umechoka, beba. Utakula mawe. Sintani hapa. Ondokeni. Afu mama leo tukienda shambani kwa babu turudi na mahindi Utachukua na miogo. Vitafunwa vya asubuhi. Jamani tuondokeni, mimi hapa nishachoka tayari. Na ili aishe, mfalme unatakiwa uachie huo msinga, umpe msichana mara moja. Na pia binti akishamiliki msinga huo, unachotakiwa uende kwenye makaburi ya baba yako, ukaombe msamaha na kufanya matambiko. Nimemaliza, na hilo ndilo suluhisho. Usinga, Mingoyo ni himaya yangu, nitajua namna ya kuifanya. Hapa hakuna cha maana. Tuondokeni vijana. Malkia, tuondoke. Wewe come